haiwezekani kila siku kibeti milioni. Piga dura hapa. Simkataka umetoa. Wadura. Ya. Au mimi nimechana mwangu. Ya. Kafuta za kaburi ni mwangu timu moja tu. Wewe kama ndugu yangu. Kobelo. Hebu tulia mwangu. Zini. Vipi ndugu yangu? Sasa ndugu yangu. Shwari kabisa. Mungu anasaidia mwanangu. Zinja. Vipi ndugu yangu? Safi kwema ndugu yangu. Mimi nashukuru za siku nyingi. Muda mrefu ndugu yangu watuonana. Mwanangu nilikuwa sehemu moja huko inaitwa Mafizi huko ndani huko. Mimi ndio nilienda huko kwa ajili ya kukata mkaa. Yaani sasa hivi hapa ndio narudi. Sawa, si tupo mwanangu na mtaani kwetu hapa. Ndio. Ila ndugu yangu, pole sana. Asante. Mimi mpaka nilipopewa taarifa hizi nikawa nimeshtuka. Kitu gani ambacho kichomsababisha ndugu yangu yule mpaka akamkuta kifo hichi? Kwa sababu kikawaida juzi tu nimepishana naye. Kanisalimia Kobelo, ndugu yangu vipi? Kama ndugu yangu mimi safi uonekani kama ndugu zangu. Mambo ya utafutaji njegere, unajua. Kwa hiyo, yani taarifa nakuja kuipata hii taarifa, kiukweli hata mimi kweli nilivurugika. Nikasema sipati picha kama Zinja atakuja kuipata hii taarifa atachanganyikiwa kiasi gani. Ila yote ni mipango ya Mungu. Kwa sababu Mungu katuumba wote tutarudi kwa udongo. Huko vile unaongea. Unachokiongelea ni taarifa gani? Wewe Zinja. Wewe na maana nataka uniambie taarifa za msiba huu nao? Msiba wa nani? Wewe Zinja. Wewe una taarifa kama Mudika? Rafiki yako, pacha wako. Kwa siku zote una taarifa kama Mudika fa nawe jamaa. Mudi amekufa. Na Kobelo, hizo taarifa, yani acha kabisa kuzirusha hizo taarifa. Kwa sababu Mudi unayemzungumzia wewe Mudi kama Mudi, mimi nimekutana naye juzi kule. Nilikuwa naye juzi kule, alinifuata na yeye akawahi kurudi. Baada kumaliza mambo yangu leo mimi ndo narudi niende nikakutana na Mudi. Wao niambia Mudi amekufa vipi? Afu acha kudanganyika na vitu vya mtandaoni. Sawa. Inawezekana kweli taarifa huna. Ila ukweli ndugu yangu, Mudi amefariki. Na chanzo cha kifo chake ghafla tu. Kutoka na hata mimi kama nilivyokuambia juzi tu nimepishana naye. Lakini uwezo kamili. Asubuhi yale watu wanasafirisha msiba wanaenda kijijini kwao. Mimi kipindi napita kwa hapo naona watu ndo wanaanua matubai, wana wengine wanapeleka sijui kwa mjumbe, viti vinapelekwa huko mwenyekiti. Uwezo kamili. Mimi mwenyewe siamini mpaka sasa hivi siamini. Kobelo, unapoongea vitu, ongea ukiwa serious. Alafu msiba sio kumjushia mtu ndugu yangu. Ina maana unachokiongea kipo yani una uhakika kabisa. Kuna vitu vya kutengeneza keki. Kuna vitu vya kuweza kutafuta usuperstar. Ila msiba uweze ukautafutia keki. Hata siku hiyo. Hata siku moja. Huko Mudi amefariki. Na mimi nikajua kwamba kati ya miongoni watu ambao wanasafirisha msiba na wewe mmoja hapo kutoka na kuona unashuka, una begi. Nikajiona umerudi katika miongoni watu ambao wamekuja kuhudhuria msiba huu na unasafirisha kutoka na wewe ndugu yako. Sasa unanichanganya kuniambia kama taarifa huna. Huku kwao naamini matubai. Sasa nataka niambie kwamba huu taarifa za msiba ndugu yake, rafiki yake. Taarifa. Maana bwana urafiki wao ulikuwepo kama ndugu. Jamani, kuja nijiandae hapa. Niende huko sokoni. Nikanunue vitu nije nipike. Nani tena naye jamani? Yaani watu wakishasikia tu, wakishaona hii mida ya maakuli mtu anataka kujiandaa, kujipikilisha vitu vizuri, utasikia viodi. Masolotojo tena kuunga nao. Karibu nakuja. Mume wangu. Mke wangu. Sasa hapa
Salama, karibu mume wangu. Nashukuru sana. Jamani. Za huko utokako? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Yaani afadhali mume wangu umerudi. Maana najua kabisa bila shaka kilichokuleta ni kutokana na taarifa za msiba za rafiki yako Mudi. Jamani yule kaka. Yaani hata sijui kimempata nini. Kifo chake ni cha ghafla kabisa, maskini Mudi. Mke wangu, mimi sijaja huko kwa ajili ya kifo cha Mudi. Alafu Mudi, mimi nilikuwa naye kule juzi. Alikuja kunifuata. Kuna mipango yetu sisi tulishaipanga. Nilikuwa nategemea leo nirudi, nikutane naye leo, tuiendeleze ile mipango yetu ambayo tumeipanga. Ila nafika njiani tukakutana na Kobelo. Ananiambia kwamba Mudi amefariki. Nimetoka pale nimkimbilia moja kwa moja mpaka kwao Mudi. Tayari wameshamsafirisha mkoani. Kwani Mudi ni nini ambacho kimemkuta? Hamna mtu yeyote anaojua hapa mtaani. Kifo cha Mudi ni cha ghafla kabisa. Haijulikani hata chanzo ni nini. Basi mume wangu usilie. Mudi mimi rafiki yangu sana Mudi. Tumepanga mengi Mudi. Shida ni nini Mudi? Ila sawa mwanangu. Pumzika ili uende kwa ndugu zake ukaulizie kilichomtokea ni nini hasa. Maana hamna mtu yeyote atakayokupa jibu la maswali yako mwenyewe. Inaniuma sana. Yaani Mudi alikuwa sio rafiki yangu. Alikuwa ni kama ndugu. Afu leo mnakuja mnaniambia kwamba Mudi amefariki. Mbona sio kifo cha Mbona kama sio cha uhalali hiki? Hatari. Sawa mke wangu, haina shida. Ngoja mimi nihifadhi begi niende nikanunue chochote kitu huko, nije nipike ili upate kula. Sawa. Kaa upumzike. Mume wangu. Baadaye basi. Haya sawa. Mudi kimekukuta nini? Sasa kama umetangulia hivi. Sasa jambo langu mimi ninakamilisha vipi? Itakuwaje Mudi? Ndio pumzike. Baadaye. Nenda kuulizia shida. Vipi shemeji, kwema? Mzima shemeji, hatuonani jamani. Shemeji, namshukuru Mungu tu. Ila unajua matatizo, mahangaiko hapa na pale. Mzima? Mzima kwema shemeji. Kwema shemeji. Kwanza nikupe pole shemeji yangu. Msiba mzito na mkubwa kwetu. Shemeji, pole sio yangu peke yangu. Hii pole ya watu wote wa mtaani. Jamani maskini Mudi, yani kifo chake ni cha ghafla kabisa. Shemeji. Yaani mimi mpaka leo hii bado sina kabisa mawazo. Yaani kitu changu yani kina mambo mengi. Yaani nafikiria Mudi hivi. Kwa nini? Lakini siwezi kusema sana, ni mipango ya Mungu. Mungu yeye ndo amepanga na hatujui kwa nini amefanya vile. Lakini naamini ni mipango yake na wakati wake ulikuwa ushafika Mungu. Kikubwa tumuombee tu uko alipo, apokee salama, naamini na sisi tutafuatia. Ndio hivyo shemeji, yani hapo ni jambo tu la kushukuru.
Lakini mwenzangu, ili jambo la ghafla sana ise. Kweli shemeji, ila nakumbuka Mudi nilikutana naye kabla ya kusikia taarifa za kifo chake. Nilikutana naye ilikuwa ni usiku. Mudi alinipa maneno ambayo mpaka leo hii nikikaa majibu yake yanakosa kabisa. Yaani sipati majibu hata kidogo. Na sijui kwa nini aliniambia vile. Shemeji, yapi tena? Mbona unanitisha? Shemeji, Mudi alinipa taarifa kwamba Mr. Mzumeni, mimi nina mpango wangu kwa maisha haya tunaoishi sasa hivi. Mimi kuna mpango wangu nimepanga muda mrefu, ila unakaribia kukaa sawa. Na hivi karibuni kuna pesa naweza nikapata ni nyingi sana. Na kwa maisha ambayo tunaishi sisi, naamini tunakuwa kabisa yani tumejikwamua. Nikamuuliza Mudi, ni mpango gani? Akaambia ndugu yangu, duniani hapa kuna vitu vingi sana. Akaambia basi sawa, usinisahau wakati ukipata. Sasa kabla yani hata sijaonana naye tena kwa mwingine, nasikia taarifa za msiba. Yaani bado kichwa changu hakijapata majibu sahihi. Na sijui wapi nitapata majibu sahihi. Sawa shemeji. Hauwezi jua. Labda pengine huo mpango wake kuna watu waliujua. Ndio maana wakamfanyia vitu vibaya namna hiyo. Shemeji, yaani mimi mwenyewe hapa naumiza kichwa. Sielewi. Sasa sijajua kwamba ule mpango wake kuna watu walijua wakaamua kumfanyia ubaya au vipi. Yaani hapo bado nipo njia panda. Lakini sawa, na mume wangu naye yupo amerudi. Ila cha kushangaza shemeji, eti hata hizi taarifa za msiba hazijui kabisa. Ndio kaja kuzipatia huku. Yaani shemeji uko serious kabisa, yaani kwamba mume wako amerudi na ajui kama rafiki yake amefariki. Wewe acha shemeji. Ila siwezi kushangaa sana. Inawezekana kule alipoenda kwa mali ni aliniambia alienda kutafuta, sasa alienda Mafizi sio. Inawezekana labda kwenye mtandao alipopatikana. Shemeji sawa. Basi sawa shemeji. Tunaambiwa dunia tunapita. Kawaida shemeji yangu. Basi ngoja nikuache. Ila mume wako mwambie ukirudi nyumbani kwamba nimekutana na Mvumeni kasema atakutafuta. Hata hichi kidogo nilichokuwa nacho nilichokipata kutoka kwa Mudi kishie. Huenda yeye akawa anajua chochote. Kweli shemeji, ile umeongea neno. Shemeji sawa. Haina shida. Shemeji.